watu, hakuna mtu yeyote ambaye ameuawa, hakuna mtu yeyote ambaye amefariki. Sherehe ambazo ninaziona si za maombolezi. Sherehe ambazo ninaziona ni watoto wapya wamezaliwa, ni watoto ambao wamezaliwa. Bwana anatafuta mtu ndani hapa, Bwana anatafuta mtu hapa leo, Bwana anatafuta mtu leo hapa. Ninawaambia Bwana anatafuta mtu leo hapa. Bwana ya kwamba utafungua mioyo yenu. Bwana anatafuta mtu mahali hapa, na utakapofungua moyo wako, naye Bwana atakutendea hoja ya moyo wako. Yule mama alikuwa analia, akalia. Eli akamwambia, wewe toa pombe yako hapa. Akamwambia, sijakunywa pombe yoyote. Yawezekana ukaomba, yawezekana ukalia, mpaka watu wakasema kwani kaiwa direko. Watu ambao watamuita Yesu, watu ambao watajitolea tubebe msalaba wa Yesu Kristo. Saa zingine inakuwa ni ngumu kuenda kuhubiri watu wasikize asubuhi morning prayers. Saa zingine inakuwa ngumu kusimama mahali hapa, lakini watu wanakudharau. Saa zingine inakuwa ngumu kufanya hii na hii, watu wanaongea. Lakini maandiko yananiambia katika Isaia 6:8, naye Isaia akainua mkono akasema, nitume Bwana Yesu, nitaenda kuhubiri nchi. Wasichana mlioko mahali hapa na vijana mlioko mahali hapa, injili si ya wazazi wetu, injili si ya marafiki zetu. Injili ni ya Yesu Kristo ambaye anaokoa, ambaye anaponya, ambaye anainua. Nipate vijana ambao tutapatana na wao twende tukahubiri. Naye akasema, siku zangu za hapa duniani zimehesabiwa na sijui nitakufa lini. Akamwambia Bwana Yesu, miaka ambayo utanizidishia nitaenda nihubiri jina lako. Wale vijana mlioko mahali hapa, kuokoka na kumkubali Yesu ni kitu ambacho unaweza ukafanya kwa maana sana maishani mwako. Ukitazama pale, wengine walika yetu walituacha wakaenda. Hata injili ambayo tutaifanya na tutaenda. Wale ambao watakuja wahubiri, wale ambao watakuja wakatae kuhubiri shauri yao, lakini tutakuwa tunasema sisi tulihubiri. Sisi tutakuwa tulisema tulifanya kazi yetu. Wakati wako sahihi utautumia kufanya nini? Maana naye akamwambia, nilikujua. Yeremia 1, nilikujua 5, nilikujua kabla sijakutuma kwa tumbo la mama yako, nayo nilikuwa na mipango mema na wewe. Mipango ya Yeremia 29:11, mipango ya kukuinua, mipango ya kukubariki, mipango ya kuona mkiwa na afya njema. Si mipango ya kuona mkienda hospitalini, si mipango ya kuona mkichangisha pesa, si mipango ya kuona unafanyiwa operation. Mipango ambayo Bwana yako pamoja nayo, mipango ambayo anakupangia ni mipango mikubwa. Naye nakumbuka kasema katika Yeremia 15, and if you return and I will give you support my brother, and I will stand with you. They will fight against you but they will not defeat you, because God will be there for you. Kuna watu ambao wako na moyo ya kufanya injili. Kuna watu wangetamani sana kuhubiri. Kuna watu wangetamani sana kumtumikia huyu Yesu, lakini marafiki walikuja wakaondoa mioyo yao pamoja na Yesu Kristo. Lakini leo ni siku ya Yesu Kristo. Mimi ni mwinjilisti John, nimeokoka na mpenda Yesu. Nimeokoka mwaka wa 2024. Kama nimeokoka mwaka wa 2024, nimefika mahali hapa. Ewe ambaye uliokoka 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, my Father, oh my Redeemer, anaweza akakuinua kunishinda, anaweza akakubariki kunishinda. Kitu ambacho kinafaa tu ni uachane na mizigo mingine. Nayo Mathayo kaniambia, siwaambie waachane kwanza na magari, siwaambie kwanza waachane na mashamba.
kama ni mipango yake itatendeka, kama si yake itatendeka. Lakini akasema kwanza waambie watafute kwanza ufalme wa Mungu. Unaweza ukawa ubiri, yawezekana ukawa hauimbi, lakini hata kufika mapema upanguze dhiki ya kanisa ni kazi ya Mungu. Hata ile kuosha kanisa bado ni kazi ya Mungu. Yawezekana ukabarikiwa kushinda wale ambao tunashika microphone kuhubiri mahali hapa. Wainjilisti Bwana atawainua mahali hapa. Sijui ni nani naongea na yeye. Ningejua ni wewe, ningekuja nikwambie Bwana anasema hivi. Ningekuja nikwambie Bwana anasema atakuinua na atakubariki my brother. Hailinganishi waliongea nini, hailinganishi walisema nini, lakini Bwana akisema ni wewe, amekuchagua ni wewe. Wakakimbia